Oh, na by the writing process yake alikuwa ananiulizaga. Tarehe 16 mwezi wa March mwaka 2003, Kenya iliweza kuamka na habari za tanzia. Ilikuwa imeweza kupoteza talanta ama madini, ama naweza kusema kitu kikubwa zaidi ambacho kimewahi kuzaliwa ama kimewahi kuchimbuka kutoka nchini Kenya. Nazungumzia kuhusu nini? Nazungumzia kuhusu marehemu Issa Mari almaruf Issa. Nikijaribu kukumbuka, hiyo ni miaka 22 iliyopita. Mimi binafsi nilikuwa niko form 1. Sijui kama ulikuwa uko wapi. Niko sure wengi wenu hata mlikuwa mjazaliwa. Ama hata maybe wengine mlikuwa mko maybe class 1, class 2, huwezi jua. Bila shaka ilikuwa habari za tanzia ama habari za kuhuzunisha sana, kwa sababu kusema ukweli, Issa ni mwanamuziki, mimi binafsi naweza sema ndiye mwanamuziki mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kenya, mwanamuziki wa kizazi kipya. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kufikia tarehe 16 mwezi wa Machi mwaka 2025 ilikuwa ni miaka 22 kutokea Issa afe. Na amini usiamini, nyimbo zake bado zinapendwa. Si eti zinapendwa, but bado zinapendwa sana. Ni kwa sababu gani? Mwamba alikuwa ni mkali uandishi, ni mkali wa kuandika melodies na choruses catchy na rahisi kushika, ambavyo ndio kawaida ya hit songs. Na ukiangalia kuanzia afariki Issa ni miaka 22, na yeye alikufa akiwa ama alifariki akiwa na miaka 21. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba yani kufikia sasa nyimbo zake zimeishi kwa maisha marefu zaidi ya yeye mwenyewe miaka aliyoishi hapa duniani. Na amini siamini kwamba hizo nyimbo hizo ambazo zimeishi kushinda mwenyewe zilitengenezwa katika muda wa miaka 3. Yani Issa alikuwa katika music industry kwa miaka 3. Na katika kuadhimisha miaka 22 ya kifo cha marehemu Issa, ndugu yake Habib, ambaye pia alikuwa mwanamuziki wa kundi la Buccaneers, ambaye alikuwa anashirikiana na Manga, yeye akiwa na Nameless walifanya interview, bonge la interview na Dr. King'ori, na waliweza kusema vitu vingi sana ambavyo havijawahi kujulikana katika ule wakati ambao Issa alikuwa hai na hata baada ya kifo chake. Hivyo unaweza imagine katika ukubwa huo Issa aliyokuwa nao, lakini kuna mahali Issa alienda na akanyimwa a record, yani alionekana kwamba hatoshi mboga. Inakawa habari za kushtua, usijali, ndio hivyo. Kulingana na ndugu yake ambaye ni Habib, aliweza kusema kwamba mara ya kwanza Issa alivyokuwa anataka kurekodi ngoma ama alivyokuwa ndo ameingia katika tasnia ya muziki, aliweza kwenda studio kwa Ted Josiah, but Ted Josiah alimkataa kama msanii. Maybe hakuona potential ama hakuweza kuona kwamba Issa ako na kipaji cha kutosha. Na baada ya kama miaka 2-3 ndio hivyo, Issa alikuwa yeye ndio kusema, yeye ndio alikuwa msanii ambaye alikuwa ndio msanii mkubwa nchini Kenya. Alafu yani unaweza kuimagine katika ngoma ambazo Issa alikuwa ameziimba ama kuzirecord, mara nyingi alikuwa anapenda kusema gomba as in veve ama miraa katika kuchana, na pia alikuwa anaweza kusema kuhusu pombe. But amini asiamini, alikuwa anakosana na ndugu yake sana. Alikuwa hataki ndugu yake aguse mihadarati, haswa kuchonga ambao ni miraa na kuvuta sigara tu. Na kitu kingine ambacho kimeweza kujulikana ni kwamba Issa alikuwa kweli Muislamu, lakini hivi unazaamini kwamba Issa alikuwa anasoma Biblia sana, na Biblia lilikuwa linamguide. Nisiseme mengi. Hivi hapa ni vipande kadhaa kutoka kwa interview hiyo, alafu usikose nimekuwekea link hapa chini ya hiyo interview yote ya ambayo iliweza kufanywa na Dr. King'ori. Na by the writing process yake alikuwa ananiulizaga words za Kiswahili. Because mimi Kiswahili yangu iko poa. As yeye unajua alikuwa
ako na mambo ya Swahili, but mimi nilikuwa nimeshika Kiswahili ile noma. Yeye ni mtu yeye is how So ananiuliza Habib, hii word kwa Kiswahili ni namshu. na what Swahili lyricist alikuwa na consultant which begs the question. Okay, what is this obsession na Kiswahili? Sisi ni Wachaga toka Tanzania. Kwa kina Mr. Nice tulikuwa naye kwa show. Familia yetu ya hiyo upande tumekaa kwa Waswahili sana. Okay. Tumelelewa Calif, tukahama Pangani. Yani tumekaa tu na community ya Waswahili juu budangu alikuwa Muislamu. Okay. Mimi sikuwahi kumwona Kisha. Because mimi alikuwa hataki kujionyesha hiyo side yake kwangu. Juu alikuwa anataka nikuwe msee mpoa. So wanasumia ni kuwa msee mbaya so so around the first time alionionaga ile time msee unajua ukiwa myangu na try ku experiment aliona nikivuta fegale alinishikaga mashati juu alitaka kunivunja. Akaniambia usiwahi vuta hiki kitu mbele yangu. Sasa niona mimi nikivuta na usiwahi. Walai. Hiyo ni responsibility on a whole level. Alitake Nika first born. First born. Yeye ni first born sana. Yes. So alitake hiyo part ya Buddha na mother. Because mother alikuwa na challenge ya kuturaise, kumake sure tunasoma na tunaenda shule. Yes. Na shule yako na problem yake, alikuwa anaenda shule tu fiti? Yeye alikuwa fiti, alikuwa anaenda shule. Ngoma ilikama after. Benye tu amemaliza Brookhouse. Ndo saa ile alikuwa hana kitu anadu. What next? Yes. Zamo pia Isa alikuwa kwa dancing competitions, alishinda. Tukiwa junior tulikuwa tunaendaga. So tulikuwa na hiyo musical background kutoka zamani. Juu Buddha alikuwa ni msee bit dictator. Anajua nyinyi wa noma. So mkienda bash mmesema mdance. Ule hata dance ataniona juu mnajitolea. Umezitoka, unazitoka sana alikuwa apiga mpaka saa 8. So na alikuwa anashinda like awards za kudance hizo time. So music ilianza from way back. Hiyo nani ilikuwa na sisi from way back. But I guess when time iliendelea nini na hardships tulipitia tukigrow up ndo zilimfanya saa I take serious, aichukulie seriously. Sasa akaanza alitry kurecord, sijui kama atasikia but acha ajue. Alitry kurecord na Tejo saa. Okay. Ted akamtoka. So K-Rapt ndo aliintroduce Isa Ogopa. Okay. Juu K-Rapt alikuwa anatoka Mada imeshikana tu na South Sea. Yes. Si Mada. Nairobi West. Imeshikana tu na South Sea. So walikutana tu wakaishia studio. Isa kadu hiyo ngoma ya nimefika. So alikuwa na hiyo Swahili na nini. Yes. Na ilikuwa inavutia wasee wengi. Ilikuwa ina stand out. So mali yote tulikuwa tunaenda tunaongea tu Kiswahili. So kwa room when ndio consultant wa lyrics za Kiswahili. So ulikuwa unatu explain ya writing process yake. Writing process ya Isa basically Isa kitu alikuwa anadu. Isa alikuwa na read Bible sana ku get knowledge. Madhangu juu alikuwa close na madhangu. Madhangu ni mtu wa spiritual sana. Madhangu ni Jehovah's Witness. So anapenda Bible sana nini. Kamfundisha Isa mambo ya Bible na nakumbuka akinisho books zenye alikuwa anasoma sana ilikuwa ni Proverbs na Songs of Solomon na ingine inaitwa Ecclesiastes sijui. Hizo books zote zimeandikwa na Solomon, the wisest guy. Alikuwa ananiambia anatafuta wisdom. Okay. He wants to be wise. So ever since anze kusoma Bible alichange tu character. Aliacha tu maovyo, akaanza tu kuwa responsible.
kudu vitu, akienda show na kama na tuchukua mimi na mother na tupeleka out tukule pizza. Yani ana ile ujana ati twende tukakunywe sijui tumalize hii dozi. Kuna season alikuwa na hiyo, alafu kuna season akachange. Alichange tu akakuwa responsible. By the time anaenda Nax kufanya album launch yake, alikuwa totally different. Nakwambiaje? Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Alafu kama vipi, tupatane next time. Si unajua kama kawaida. Bye bye.